ambao tunauza. Amina, mbarikiwe. Kuna mtu ambaye ampendi mtoto wake? Bwana Yesu asifiwe. Mtoto uliyemzaa mwenyewe unaweza usimpende. Yaani inatokea tu umpende. Yaani mimi nimezaa mwanangu halafu simpendi. Nimezaa mwenyewe. Hakuna chochote kilichotokea kati ya mimi na mtoto halafu namchukia. Sio kweli. Sio kweli. Sio kama mnasemaje vijana. Hivi kweli mzazi wako yaani anaweza kukuchukia tu, ukaona tu amekutengenezea hasira, anakuchukia, hakupendi kama vile unavyoweza kufikiri bila sababu yoyote? Inawezekana? Abe. Inawezekana? Yaani mzazi anakuchukia. Wakati mwingine mpaka anasema najuta. Najuta kwamba nilizaa mtoto. Yaani kwa nini ajute? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Sina kibali mimi kwa baba, sina kibali. Kwa nini sio na kibali kwa baba? Sina kibali kwa watu. Kwa nini sio na kibali kwa watu? Bwana Yesu asifiwe. Yaani wakati mwingine ni lazima uketi chini uanze kutafakari. Kwa nini? Kwa nini imekuwaje? Huyu ni baba yangu. Huyu ni mzazi wangu. Wanakwaya wenzangu humu naimba nao. Kwaya wanipendi. Kwa nini? Ukitulia unaweza kupata. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anamwambia Kaini, anasema ukifanya vizuri hauwezi kupata kibali. Ukifanya vizuri, ushuhuda wako ukiwa mzuri unakutengenezea kibali. Haleluya. Unakutengenezea nini jamani? Kibali. Kibali kwa Mungu, lakini kibali pia kwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusome Injili ya Mathayo. Mlango wa 3. Mithali mlango wa 3 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Ndio maana nilikuwa na mashaka. Mithali mlango wa 3 mstari wa kwanza mpaka mstari ule wa 4. Kitabu cha Mithali. Mithali 3 mstari wa kwanza hadi wa 4 anasema, mwanangu usisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu. Ndio. Maana zitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima na amani. Rehema na kweli zisifarakane nawe. Ndio. Zifunge shingoni mwako. Ziandike juu ya kibao cha moyo wako. Ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Amen. Asante. Anasema mwanangu zishike sheria. Zishike sheria. Yashike mausia yangu, maelekezo ninayokuelekeza. Hapa mwishoni mwa mstari huo mwisho tunaosoma anasema nipo utakapojipatia kibali. Shika maelekezo ninayokuelekeza, shika sheria ninazokuambia, ndipo utakapojipatia kibali. Nimesema hakuna mzazi ambaye anaweza kumchukia mtoto wake. Kwa vyovyote lazima kuna mahali wamepishana. Anasema mwanangu. Kwa hiyo kuna wakati ambao inawezekana mtoto au kijana, wewe na wazazi wako, kuna mahali ambapo mmepishana na wazazi wako kwa sababu hutaki kwenda kama vile ambavyo wanaelekeza. Jamani, amini. Tumeelewana? Kwa hiyo usiseme hivyo. Sisi ambao tumezaa tumeona mara nyingi kabisa. Mimi na watoto 4. Na watoto 4 wa kiume ninaye mmoja. Wa kike wako 3. Wameweka grupu kwenye WhatsApp. Mara nyingi wanapenda kuongea, lakini mimi pia wameniingiza huko. Lakini wakati fulani naona wanarushiana maneno. Yule binti aliyetajwa hapa na askofu wa Kondo, ndio binti, tuseme ndio binti pekee ambaye mara nyingi sana anaibeba familia kwa asilimia kubwa. Yaani hata mimi kama mama yake, yaani ni kama mtu aliye wa karibu sana kufahamu kila kitu kinaendelea kwa mama.
Sasa vile anavyofanya mambo mengi sana, anafanya mambo mengi sana kule kwenye WhatsApp. Tunajua unajipendekeza sana kwa mama. Hii anakupenda sana. Siku moja nikamwambia jipendekezeni kama mnaweza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Akasema unajipendekeza sana kwa mama. Sasa wakati mwingine wananitoa mimi kule waliniunga ili waanze kumtukana Mungu. Unajipendekeza sana. Mama nakupenda sana wewe. Sisi hatupendi. Yaani mimi wakati mwingine tuseme ile kweli, muangalie jirani yako. Hivi hata mkono mtupu unalamba au lamba? Tusemaga ile kweli jamani. Haleluya. Ni wazazi tuseme ukweli. Ni wazazi wenye watoto wakubwa tuseme ule ukweli. Chunga. Tuseme ule ukweli. Umwana unyawende wewe ndio kwako na wewe unawende. Yaani mtoto ambaye anaonekana kweli na yeye anakupenda, anaonekana anahangaika na wewe, hata kama hatoi kitu unaona moyo wa huyu mtoto uko kwangu. Moyo huu unanijali mama yake. Na hiyo yaani haunitaki ile natokea. Mwambie ndio kunatokea. Pole sasa kama imetokea kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaona kabisa, unaona kwa wazi. Kibali. Wanasema tunaona una kibali kwa mama, sisi hatuna kibali na hivi. Sasa leo nimesikia hapa ana kibali kwa askofu. Sasa leo nitaenda kuambia hana kibali kwa mimi mpaka kwa askofu wake ana kibali. Haya, na chenye mkawinde kama mnaweza. Jina la Bwana libarikiwe. Ana kibali mpaka kanisani, amepewa nafasi kule, ndio mwenyekiti wa kamati ya fedha kwenye usharika wake. Amekuwa mwaminifu. Unataidiani kibali. Yaani ushuhuda mzuri unakutengenezea nini jamani? Kibali. Kibali unakubalika ukiwa na ushuhuda mzuri. Kwenye eneo lolote ushuhuda unakutengenezea nini jamani? Kibali. Tukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo, twende tukamwone jamani kuhusu Mungu. Tunaona Biblia inatuambia vijana wengi waliopata kibali ni wale waliokuwa na ushuhuda mzuri. Jina la Bwana libarikiwe. Twende tukamwangalie mara moja Mwanzo mlango wa 39. Mwanzo tunamwangalia Yusufu. Yusufu jamani alikuwa mwenye ushuhuda mzuri. Mlango wa 39. Twende tumwangalie mtumishi wa Mungu Yusufu. Wakati mwingine vijana unaangalia tu hata kwenye Biblia. Unaona vijana ambao walionekana kama wana kibali. Walikuaje? Mwambie jirani yako walikuaje? Unaiga mfano wao walikuaje? Mimi sina kibali, wewe mwenyewe. Walikuaje? Twende mmoja nisomee mstari ule wa 6. Sitamani tusome mstari mingi lakini tusome mstari huo tu wa 6. Mstari wa 6. Atakaye 39 mstari wa 6. Akayaacha yote alikuwa nayo mkononi mwa Yusufu, wala hakujua. Rudia tena kusoma kwa utulivu, kwa naona kama una nani. Akayaacha yote aliyokuwa nayo mkononi mwa Yusufu, wala hakujua habari za kitu chochote chake, ila hicho chakula alichokula tu. Naye Yusufu alikuwa mtu mzuri na mwenye uso mzuri. Amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kisoma mstari unaotangulia anasema ikawa tokea wakati alipomweka awe msimamizi juu ya nyumba yake. Kwenye mstari wa 3. Na vyote vilivyomo Bwana akabariki nyumba ya yule nani jamani? Misri, kwa ajili ya Yusufu. Baraka wa Bwana ukawa juu ya vyote alivyokuwa navyo katika nyumba na katika shamba. Akayaacha yote. Biblia inasema yaani yule akayaacha yote. Ushuhuda wa Yusufu kufanya vizuri nyumbani kwa Potifa. Ushuhuda wake. Anaangalia hiki kiko vizuri. Anaangalia hiki kiko vizuri. Anaangalia huko kwenye hazina kuko vizuri. Anaangalia mafanikio yanaenda. Akasema sasa sina sababu ya kujihangaisha kwamba nahitaji kupiga hesabu, mambo yote fanya. Haleluya. Lakini ukifuatilia unaona Yusufu anakwenda kupata kibali gerezani. Haleluya. Anakwenda kule gerezani na kwenyewe anapata nini jamani? Nini ushuhuda wake? Ushuhuda namna anavyotenda. Ushuhuda wake unamtia
unamtengenezea kibali. Twende tusome kitabu cha Mwanzo. Hicho mlango wa 24. Mlango wa 24 tafadhali. Mstari wa 16. Neno la Bwana linasema hivi: naye yule msichana alikuwa mzuri sana, uso wake. Nitairudia. Naye yule msichana alikuwa mzuri sana, uso wake bikra. Si ndio? Wewe soma vizuri. Hizo kama unaziona. Unaogopa kuchemka. Soma vizuri, koma ziangalie na nukta uziangalie. Sawa. Nitarudia kwa. Na imekupata mwenyewe, maana inazungumza habari ya binti kwetu. Naye yule msichana alikuwa mzuri sana, uso wake bikra, wala mwanaume hajamjua bado. Umekosea. Usishanganye uso wake bikra, wewe ndio dini bwana. Sawa. Naye yule msichana alikuwa mzuri sana, uso wake bikira. Naomba nisaidie kusoma. Amina. Neno la Mungu linasema, asante. Naye yule msichana alikuwa mzuri sana, uso wake ndio bikira, ndio, wala mwanamume hajamjua bado. Ndio yale maparachichi hayajafanya nini? Akashuka kisimani, ndio, akajaza mtungi wake, akapanda. Ndipo yule mtumishi akapiga mbio kwenda kumlaki, akasema, tafadhali unipe maji kidogo katika mtungi wako ninywe. Ndio. Naye akasema, unywe bwana wangu, unywe bwana wangu. Ndio. Akafanya haraka, akatua mtungi wake mkononi mwake, akamnywesha. Ndio. Hata alipokwisha kumnywesha akasema, na ngamia zako nitawatekea hata watakapokwisha kunywa. Akafanya haraka, akamwaga maji ya mtungi wake katika birika. Ndio. Akapiga mbio kisimani ateke. Ndio. Akawatekea ngamia zake wote. Sawa kabisa. Basi yule mtu akamkazia macho, akanyamaza, ili ajue kwamba Bwana ameifikisha safari yake ama sivyo. Ameifanikisha safari yake ama sivyo. Ndio. Ikawa ngamia walipokwisha kunywa, yule mtu akatoa pete ya dhahabu, uzani wake ulikuwa nusu shekeli, na vikuku viwili kwa mikono yake, uzani wake ulikuwa shekeli 10 za dhahabu. Akasema, o binti wa nani wewe? Tafadhali uniambie, je, iko nafasi katika nyumba ya baba yako tupate mahali pa kukaa kwa muda? Ndio. Akasema, mimi ni binti wa Bethueli, mwana wa Milka aliyemzalia Nahori. Inatosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kitu ambacho ninakishangaa na wewe naomba ushangae. Biblia inatuambia kwamba Yusufu alikuwa mzuri wa sura, si ndio jamani? Alikuwa mzuri wa sura, lakini alikuwa na ushuhuda mzuri. Akapata kibali kwa Mungu cha kumfanikisha akiwa nyumbani kwa Potifa, lakini kibali kwa Potifa. Biblia inatuambia habari ya Rebeka. Haleluya. Biblia inasema alikuwa mzuri wa nini jamani? Alafu anaruti tu lingine. Alikuwa nani? Ambaye parachichi alijaa. Haleluya. Niulize swali, ni wasichana wangapi anapojitambua kwamba yeye ni mzuri sana anakuwa na ushuhuda mzuri?
hawajasikia? Siku nyingine unajua sura hizi zinabadilika wakati wote mchungaji. Unaweza kupata ajali kujicho mwa. Sio itavunjika hivi. Maana alikupenda hata tunacho tu kama tugololi. Hapa gololi kamoja kametoka kwenye. Na kwa uzuri bali. Lakini turudi kwenye somo langu. Tunaona kwamba unaona kwa wazi kabisa. Unamwona Rebeka. Rebeka ni mzuri wa sura, lakini ana ushuhuda mzuri. Amen. Ni mzuri wa sura lakini ana nini jamani? Yaani mzuri usikufanye kuringa kuona huko juu kichati. Angalia ushuhuda wako unasemaje? Unajua siku hizi watu huku mjini wanasema ni afadhali ukioa ukienda kumchumbia msichana wa kazi kuliko kumchumbia binti wa mwenye nyumba. Ni kama unaelewa. Naweka mfano, baba hapa anaweza kuwa na binti yake hapa kawa na msichana wa kazi. Na siku hizi katika maisha tunayolea, malezi tunayolea, wakati fulani msichana wa kazi anafanya kazi nyingi kuliko binti. Amen. Jamani, nimesema kweli ni uongo? Yaani binti niliyomzaa mimi, yaani ndio paka vidole kucha zake ndio wa hivi ananatanata, lakini msichana wa kazi utamwambia asubuhi akisha umedeki, akisha umefanya hiki, aende na kwenye mabanda, aende na kwenye kuku, huyo ametengeneza kuwa mwanamke mzuri. Haleluya. Maana wakati mwingine sisi wazazi hatujui kwamba kumbe unapomwambia binti yako unayekaa naye ambaye ni wa kuzaa asifanye kazi, maana yake unamharibia maisha. Lakini unamtengeneza binti wa mwenzako ambaye ni msana wa kazi akawa mwanamke mzuri. Wapanga ataolewa ataachika, binti wa kazi ataolewa, atakaa na nyumba yake. Haleluya. Wakati mwingine hata sisi wazazi tumewakosea. Wakati mwingine angepaswa kufanya zaidi aliyo wa kwangu, maana namuandaa kuwa mke wangu. Ili aniletee mkwe wangu aseme kwa kweli kizaa. Kwa mara ya kwanza niliwahi ona mama mmoja alipewa wakati wa zawadi miaka 3 iliyopita zawadi na mkwe wake amefunga ndoa. Wameenda kukaa na yule mwanamke siku 3, hapo amekuja kwa mama mkwe. Baba yule anatoa zawadi. Baba, mama asante kwa kunitunzia binti. Alipoona kwamba binti yule ni bikira alishangaa yule kijana yuko. Yaani siwahi kuamini kwenye kizazi hiki. Haleluya. Sasa yule ni wifi yangu. Akawa anashangaa kisa mwanangu nilishangaa mtu amekuja. Amenipa shilingi 500,000 zawadi. Kwenye harusi nilipata zawadi za kitenge na hivi. Baada ya siku 3 4 wiki alikuisha amekuja kunipa zawadi. Mama, nimekuja kusaidia. Asante kwa kunitunzia. Mama hata kuelewa nini. Akaniambia naomba wewe kazi yake utakufuatilia. Kama mume wako amekuja kuleta na zawadi huko. Kulikoni? Nilipoenda akasema
Unajua mume wangu naye alikuwa anatoa zawadi kwa vile mpaka aliniona niko sahihi kabisa. Daktari, ushuhuda, haleluya. Ushuhuda unatengeneza kibali. Anashangaa, amesema sikuwahi kufikiri kwenye maisha yangu, sikuwahi kufikiri kwenye kizazi hiki. Ila alifikiri vibaya, wako na wale wazuri, sivyo?